Wanasema kwenye maisha kuna vitu vingi sana ambavyo sisi kama binadamu tunavifahamu. Kuna vitu vingi pia lakini ambavyo bado hatuvifahamu. Kuna vitu ambavyo mpaka tunakufa, mpaka tunazikwa, hatutakuja kuvifahamu wala hatutakuja kuviona. Na hiyo ndio maana halisi ya tafsiri ya neno binadamu. Kwenye maisha kuna watu wanakutana na vitu vingi sana. Kuna watu wanakutana na vitu vizuri ambavyo vinawekea kumbukumbu nzuri sana vichwani mwao. Lakini kuna watu ambao wanakutana na vitu ambavyo ni hatari sana hata kuviona. Lakini pia kwenye maisha tunakuwa tukiwa tunazifahamu simulizi mbalimbali, tukiwa tunazifahamu hadithi ambazo ni za kufikirika. Lakini pia kuna hadithi ambazo huwa zinakuwa ni nzuri, lakini pia kuna hadithi ambazo ni za kutisha sana. Kuna hadithi ambazo tunafikiri ni nzuri tu kwa sababu ya kuzitazama katika filamu ama katika simulizi, lakini pia ni hadithi ambazo huenda zinakuwa na kweli ndani yake. Kwa bahati mbaya, binadamu tumeumbwa kutokuamini kitu mpaka kitu kitakapokutokea. Niseme hivi ndivyo ambavyo pia mimi nilikuwa kabla sijakumbana na mkasa ambao umenikutanisha na wewe siku ya leo kuja kukusimulia. Sikuwahi kuamini vitu ambavyo huwa sivioni. Nilidhani kwangu ni nadharia tu. Nilidhani ni story tu ambazo unaziona katika filamu, lakini pia ni story ambazo unazisoma kwenye majarida ya riwaya mbalimbali. Sikudhani kwamba story hizo siku moja zinaweza kuja katika maisha yangu ya uhalisia. Na huenda pia usiamini kwa kile ambacho nitakwenda kukuambia siku ya leo, lakini natamani sana nikwambie leo nakwenda kukusimulia kitu ambacho mimi nilikiishi. Nakwenda kusimulia kitu ambacho mimi nilikishuhudia kwa macho yangu mwenyewe. Huenda pia utaamini kwamba ni kweli na ukachukulia ni simulizi tu kama ambavyo mimi nimekuwa nikifanya huko awali. Lakini nikwambie tu kwamba simulizi ninayokwenda kukupa leo ni simulizi ya kweli. Simulizi ambayo ilinitokea mimi mwenyewe katika maisha yangu. Simulizi ambayo nimekwenda kuishuhudia mimi mwenyewe na si kusimuliwa na mtu. Na hapo ndipo ambapo nikaja kujua kwamba chini ya jua kuna vitu vingi sana ambavyo hatuvifahamu kwa uwezo wetu binadamu. Kuna vitu vingi ambavyo hatuwezi kuviona kwa macho ya kawaida. Kuna vitu ambavyo vinatazamwa kwa macho ya kiroho, kuna vitu ambavyo vinatazamwa kwa macho ya giza. Ni wewe kuchagua upande. Unataka kuona vitu vyote kwa kutumia macho yapi? Ungana nami katika kusikiliza simulizi hii nzuri kabisa ambayo mwisho siku itakupa funzo zuri sana pale utakapokuwa tumemaliza kuihadithia simulizi hii ya kutisha kidogo, lakini kidogo ni simulizi ambayo itakupa ufahamu, itakufungua kiakili, itakujenga kiroho, lakini pia itakupa mawazo mapya ya nini unatakiwa kukifanya kuanzia siku ya kesho utakapoamka. Binafsi niliwahi kukutana na jini. Yes, namaanisha nimewahi kukutana na jini. Sidhani kama kuna mtu yote anasikiliza sasa hivi akaamini ninachokizungumza, kwa sababu pia ataamini kwamba ni story tu kama ilivyo kawaida. Ni story tu ambazo tunaziona kwenye magazeti, ni story tu ambazo tunazisoma kwenye riwaya, ni mikasa tu ambayo tunaisikia huku na kule. Lakini ni kitu ambacho kukiamini kwa mtu kutokewa nacho moja kwa moja binafsi si rahisi sana kukiamini. Lakini mimi nilikutana na jini. Unataka kufahamu ilikuwaje? Sasa ngoja nikusimulie. Jina langu mimi naitwa Halima Mohamed Mgaza. Nimezaliwa miaka ya 1995 hivi katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Moshi mjini. Nyumbani kwetu mimi ndiye kifungua mimba wa mzee Mohamed, lakini mama yangu anaitwa Mama Fatuma, na kwa ujumla mama yetu alijaliwa kupata watoto 3 tu katika maisha yake. 2 kati yetu tulikuwa ni wa kike, lakini tulikuwa tuna kaka mmoja tu, kwa maana ya mwanaume mmoja ndani ya familia. Mtoto wetu wa pili kuzaliwa kwa maana ya ndugu yangu mwingine alikuwa ni wa kiume, yeye alikuwa anaitwa Saidi, na mtoto ambaye alikuwa ni wa mwisho katika familia yetu alikuwa ni wa kike ambaye yeye alikuwa anaitwa Zulfa. Kwa maana hiyo mimi nilikuwa mtoto wa kwanza, si ndivyo ambavyo nimesema? Yes. Lakini sikuwa nataka sana kukuambia kuhusu familia yangu, lakini unatakiwa kujua pia ili kufahamu ni kwa nini nimependa kusimulia mkasa wangu, lakini pia kukutajia majina ya familia yangu. Au unafikiri kuna ubaya wote wa mimi kukupa historia kidogo ya familia yangu? Hapana. Lakini basi tuendelee. Mimi familia yangu ilisimama kidete pamoja na mimi katika mapando na mishuko ya kimaisha. Tangu nizaliwa mpaka nilipoiacha familia yangu na kwenda kuiona maisha mengine. Kwamba nililelewa na familia yangu vizuri sana, lakini ilifika muda ambao nilitakiwa mimi
kujisimamia na kujitegemea, na hapo ndipo ambapo niliondoka nyumbani, niliondoka mikononi mwa wazazi wangu. Nilikutana na maisha mengine kabisa tofauti na yale ambayo nilikuwa nimeyazoea kutoka kwa wazazi wangu. Nikiri kwamba yalikuwa ni maisha ambayo hayakuwa mazuri, ili nikutanisha na chuki nyingi, lakini sikuwa na furaha. Nilikutana na masimango na kisirani sana. Walimwengu walikuwa wakatili sana dhidi yangu. Maisha yalinitupa katika mapenzi pia na kunionjesha uchungu na utamu wake. Wakati nikiwa natafakari kuhusu mabadiliko ya ulimwengu juu ya hayo yote, nikajikuta naanguka katika jaribu la kipekee, jaribu ambalo hata familia yangu ililazimika kusimama mbali na mimi, kufanya subra kimaamuzi iwapo wasogee ama wakimbie moja kwa moja kuwa karibu yangu. Ngoja kwanza nikukumbushe. Nimekwambia mimi naitwa Halima Mohamed Mgaza. Tafadhali nakusihi sana ujifunze kuchukua tahadhari kwa hali yote ambayo mimi nilikumbana nayo katika maisha yangu. Kama ilivyo kwa watu wengi, mimi nilisoma na kumaliza shule ya msingi, nikafanikiwa kujiunga na masomo ya shule ya upili. Wakati huo nilikuwa bado niko kwa wazazi wangu. Nikasoma hatua kwa hatua mpaka nilipofikia kumaliza kidato cha 4. Hii ilikuwa ni mwaka 2012. Kikwazo cha kwanza katika masomo kiliibuka baada ya alama zangu kutojitosheleza kuchaguliwa kujiunga kidato cha 5. Na familia yangu, kama ambavyo nimekwambia hapo awali, haikuwa inajitosheleza kunigharamia nisome shule za watu binafsi. Sikuwa binti mpuuzi, lakini kutokana na kuona kila kilichokuwa kikiendelea katika wazazi wangu, nilifahamu kabisa kwamba sikupaswa kuinama chini na kuanza kulalamika au kumkufuru Mungu. Badala yake, nilichukulia swala lile kama ni changamoto na nilikuwa tayari kuyatazama maisha mengine ulimwenguni. Hii ilikuwa ni baada ya rafiki wa karibu sana na baba yangu kujitolea kunisomesha walau ngazi ya cheti kufikia fani ya uhasibu. Hapo ilinibidi kusafiri kutoka nyumbani kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kujiunga rasmi ya chuo, ambapo nilikwenda katika chuo cha CBE. Nikiri wazi kwamba maisha hayakufanana na yale ya nyumbani. Nilikuwa naishi kwa watu ambao hawakuwa ndugu zangu, walikuwa ni watu wageni kabisa, lakini sikuwahi kulalamika wala kujidekeza. Niliamua kusoma na kufanya kazi kwa bidii na juhudi, huku nikijitahidi sana kutokumkwaza mtu yote katika familia ile. Si unafahamu tena kuwa mgeni, ukienda ugenini kuna namna unatakiwa kidogo kuongeza, kwamba kuonyesha kwamba wewe si mzigo katika familia. Nilivuka daraja hili na niliishi vyema vizuri sana na watu wale ambao hawakuwa ndugu zangu. Kiukweli sikujua kuwa maisha hayataishi hapo. Maisha yana zaidi ya zawadi nyingi sana. Inategemea na wewe umepata zawadi gani. Nadhani hata wewe sasa hivi unafahamu ni zawadi gani ambayo umepata katika maisha yako. Na hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa kwangu. Mimi nilikuwa bado na zawadi nyingi sana ambazo zilikuwa zinanisubiri na nilikuwa sijaanza kuzipokea. Baadaye nilikuja kuhitimu katika ngazi ya cheti. Nilikuwa nasomea masomo ya uhasibu. Nikaunganisha kuitafuta diploma ambayo pia nilikamilisha vyema na nikatunukiwa baada ya miaka 3. Lakini hapo nilikuwa pia na kigezo cha kuendelea na shahada kwa maana degree. Lakini nilipotazama umri wangu, nikatazama maisha nyumbani kwetu, nikatazama gharama ambazo rafiki wa baba yangu alikuwa ametumia, nikachagua kutokuendelea na ngazi hiyo. Nilichokifanya niliamua tu kurudi nyumbani Moshi kwa ajili ya kupambana na soko la ajira. Kipindi hicho nilipokuwa nikihangaika kutafuta ajira, sikuweza kufanikiwa kupata. Kila nilipoenda kuomba ajira niliambulia patupu. Hali hiyo ilinifanya niingiwe na unyonge kiasi cha kuhisi kile nilichokisomea hakikuwa na faida yoyote ile kwangu. Lakini baada ya kupita miezi 6 nikiwa nimekaa tu nyumbani, siku moja shangazi yangu alinipigia simu. Shangazi yangu yeye alikuwa akiishi Dar es Salaam, akaniambia kwamba amenitafutia kazi katika kampuni moja hivi ambayo ilikuwa inajihusisha na uuzaji wa samani. Kiukweli nilifurahi sana, pamoja na kwamba kazi ile ilikuwa ni ya mkataba kwa maana ya kufanya kwa mwaka mmoja tu, lakini niliona nimefurahia na niliamini kwamba ndani ya mwaka mmoja nilikuwa naweza kufanya kitu chochote kile ambacho kitafanya mageuzi katika maisha yangu. Hivyo sikutaka kupoteza muda. Jioni nilizungumza na baba na mama pia, nikamwambia kitu ambacho shangazi alikuwa ameniambia. Lakini kwa bahati nzuri, kumbe nilikuta shangazi amekwisha kuambia wazazi wangu, na ninachomshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba wazazi waliniruhusu kwa moyo mkunjufu kabisa niende kufanya kazi hiyo. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi. Nilijiandaa mapema sana kwa ajili ya kwenda Dar es Salaam, na majira ya saa 11 jioni niliweza kufika katika jiji la Dar es Salaam. Uzuri ni kwamba nilikuwa napafahamu kwa shangazi yangu kwa sababu nilishawahi kuishi hapo awali. Nilipofika nyumbani kwa shangazi yangu alinipokea vizuri sana. Tofauti na wale watu wengi ambao hudhani kwamba shangazi huwa wanawatesa sana ndugu zao, kwangu niseme tu kwamba ilikuwa tofauti. Shangazi yangu huyo alinipenda sana. Alinipenda sana sana sana. Shangazi yangu alikuwa anaishi na mumewe ambaye mimi nilikuwa namuita mjomba, lakini pia alikuwa na mtoto wake wa kiume alikuwa anaitwa Hussein. Kwa maana hiyo mimi nilimuita binamu, lakini pia
kulikuwa na dada wa kazi aliyekuwa anaitwa Maria. Shangazi yangu alinipenda sana na hakunionyesha chuki yoyote ile. Na namshukuru sana Mungu kwa ajili ya shangazi yangu siku zote. Hata baada ya kuandika mkasa huu, nilimpigia simu shangazi kumshukuru sana kwa kunipokea vizuri Dar es Salaam na kunilea kama mwanae. Baada ya kukaa kwa muda mfupi pale nyumbani kwa shangazi, siku moja aliamua kunipeleka katika kampuni hiyo na rasmi nikaanza kufanya kazi nikiwa kama mhasibu. Kiukweli sikuamini macho yangu kwamba nimepata kazi. Namshukuru sana Mungu. Lakini ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kuona siku moja nitajitegemea, kwani katika maisha kusubiri kufanywa kila kitu pale nyumbani kwa shangazi yalikuwa yamenichosha sana. Nilitamani sana kwenda kuanza maisha yangu peke yangu bila kumpa mzigo mtu mwingine. Lakini namshukuru Mungu kwamba niliweza kutunza mshahara wangu na niliweza kufanyia mahesabu makali sana ili kutimiza malengo yangu, huku nikiwa naikumbuka familia yangu nyumbani kila siku. Ndani ya miezi 6 nilifanikiwa kuweka akiba ya pesa, lakini nikafanikiwa kupanga chumba changu maeneo ya Magomeni ambapo nilianza rasmi maisha ya kujitegemea. Namshukuru sana shangazi yangu kwa sababu wakati ambao nilimwaga kwamba nitaondoka nyumbani na kwenda kujitegemea ni wakati ambao aliutumia kuzungumza na mimi vizuri sana, huku akinielekeza nini maana ya maisha, ni vipi natakiwa kuyapangilia maisha yangu, bajeti zangu, lakini pia alinisisitiza kama kuna jambo lolote litaenda sawa nisisite kurudi nyumbani kwa sababu pale palikuwa ni nyumbani. Nilimshukuru sana shangazi na kisha nikaondoka kuelekea nyumbani kwangu ambapo palikuwa ni Magomeni. Siku zikazidi kwenda na miezi ikazidi kukatika, na baadaye mkataba wangu ulikuwa unaelekea ukingoni, lakini sikutaka kukaa kizembe. Baada ya kuona kwamba mkataba wangu ulikuwa unafika mwisho, nikaamua kuanzisha biashara ndogo ambayo itaendelea kunisaidia pindi ambapo nitakuwa sina ajira. Nilianza kufanya biashara ya kutengeneza pilipili, kisha nikawa naziuza kwenye supermarket mbalimbali na mini supermarket. Namshukuru sana Mungu kwa kuwa biashara hiyo ilipendwa, ilipokelewa vizuri sana na watu. Watu wengi walizipenda pilipili zangu, hali ilionifanya niongeze nguvu na ari ya kufanya kazi ya biashara hiyo ya kuuza pilipili. Mwaka ulipoisha, mkataba wangu uliisha. Mimi sikutetereka, niliendelea kufanya biashara yangu ya kuuza pilipili ambayo mpaka kipindi hicho biashara yangu ilikuwa imechangamka sana. Yalikuwa ni matamanio halisi kabisa kutoka sakafu ya moyo wangu. Niliwakumbuka sana ndugu zangu na nilitaka kuwaona. Lakini jambo ambao akili yangu haikuweza kulingamua ni kwamba nilikuwa natamani kuona ndugu zangu pekee, bali nilikuwa natamani kukutana na changamoto mpya kabisa katika maisha yangu ambayo yalikuwa yameanza kutulia, na mimi nikijiona sasa naweza kusaidia ndugu zangu, kwa maana ya kwamba biashara yangu kidogo ilikuwa ikiniongezea faida ambayo ilinifanya nihisi kwamba naweza kuwasaidia ndugu zangu na wengine kukaa nao. Na ndipo hapo ambapo niliamua kupanga kwenda nyumbani ili niende kumchukua mdogo wangu wa mwisho kwenda kuishi naye. Sikujua wala kukumbuka kuwa hakuna ijuaye kesho. Tupilia mbali kesho ni mbali sana, ila sekunde ijayo katika maisha yako ni sekunde ambayo inaweza kuwa ndefu sana, lakini pia inaweza kubadilisha maamuzi yako. Niliamua kwenda nyumbani. Nikapanga kwenda nyumbani. Naikumbuka vizuri sana siku hiyo ilikuwa ni Jumatatu majira ya saa 5 alfajiri. Niliamka nikajiandaa kwa ajili ya safari niliyokuwa nimeipanga. Nyumbani wao hawakuwa na taarifa yote kwamba nilikuwa naenda. Kwa maana hiyo nilikuwa nataka kuwafanyia surprise. Sikumbuki tulitumia dakika ngapi mpaka kufika Ubungo. Ninachokumbuka ni kwamba tulifika stand na kuona basi nililokuwa nikilihitaji ambalo lilikuwa likipita barabara ya Bagamoyo, na nikalipa nauli na kupewa tiketi, kisha nikapanda moja kwa moja kwenye siti ambayo nilikuwa nimeandikiwa. Nakumbuka ilikuwa ni siti ya 3 kutoka mwisho upande wa dereva, upande ambao mimi binafsi wanapendelea sana kukaa. Niliingia garini nikatulia katika siti yangu, lakini haikuchukua muda mrefu sana kukazuka kizaazaa. Mama mmoja alikuwa akilalamika kwamba nilikuwa nimekaa katika siti yake, akimaanisha kwamba tiketi yake iliandikwa namba ambayo tiketi yangu pia ilikuwa imeandika. Mama huyo alianza kufoka bila ustaarabu, huku akitumia lugha ya matusi kumaanisha kwamba sikutakiwa kukaa katika siti ile. Kiukweli nilijisikia vibaya. Mimi ni miongoni mwa wale watu ambao wakikasirishwa na jambo hawawezi kujibu, lakini ni watu ambao wanapenda tu kulia. Nijikuta nikilia sana bila kumjibu yule mama chochote. Lakini ilikuwa ni mpaka pale mwisho ambapo mtu mmoja aliingilia maongezi yetu, ambapo aliuliza kwa yule mama, shida ni siti tu ama kuna kitu kingine? Yule mama akasema ndio, nataka siti yangu ambayo ni ya dirishani, sina maelezo mengine. Kisha yule kijana akasema kama ni hilo tu limeisha, hakuna shida, pita ukakae kwenye siti yangu, pale kuna dirisha ambalo nataka wewe kukalia, mimi nitakaa kwenye siti yako. Kisha yule mama akaelekea kwenye ile siti iliyokuwa imeelekezwa na yule kijana, na hapo ukawa ni mwisho ule ugomvi. Kiukweli nilijisikia vibaya sana.
Sikupenda kile ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini sekunde chache yule kijana ambaye alikuwa amempisha siti yule mama kwenda kukaa, akawa amekuja kukaa pale ambapo nilikuwa nimekaa mimi. Kwa maana alikuja kukaa kando yangu. Akanisalimia, "Dada, habari?" Alinisalimia kijana kwa uchangamfu sana na akaweka begi lake katika mapaja yake na kuliegemea. Nikamjibu nzuri huku nikikwepesha macho yangu huku nikijifuta machozi. Unakumbuka nilikuwa nalia? Basi nikamjibu vile, kisha akanitania akaniambia, "Ulivolia sasa umenikumbusha sana dada yangu. Yeye pia akikwazwa kidogo tu huwa analia sana. Yaani watu kama nyinyi mna nafasi peponi." Nikamuuliza kwa nini? Kisha akaniambia, "Sasa ukilia hautendi dhambi, ila ukifungua kinywa chako lazima tu utaharibu. Kwa mfano kama wewe uliamua kukaa kimya dadangu, umepungukiwa na nini?" Akaniuliza, kisha nikawa sina cha kumjibu, lakini nikajikuta nikicheka sana. Ndani ya basi hilo kulionekana kujaa abiria. Siti nyingi zilionekana kuwa wazi, hali ambayo ilinifanya nianze kuhisi labda muda wa kuondoka ulikuwa ni saa 12, tofauti na ambavyo alikuwa amesema. Baadaye nikaanza kulalamika, "Kwani tutaondoka saa ngapi?" Lakini yule kaka akanihakikishia kwamba, "Unadhani hatuwezi kuondoka kwa sababu tuko watatu katika gari?" "Hapana. Gari inaondoka muda wake ambao ni saa 12:30. Wewe subiri tu utaona. Yaani hata usiwe na wasiwasi." Aliniambia vile akinipa tumaini, nami nikashusha pumzi kwa sababu nilishaanza kupata wasiwasi huenda tusiondoke muda ambao unatakiwa. Lakini ilikuwa hivyo kweli. Ilipofika saa 12:30 tukaondoka na abiria wengine tukaenda kuwapakia katika kituo kilichokuwa kinafuata. Binti machozi, si umeona sasa nilivyokuambia kuwa hata tukifika Tegeta tayari basi imeshajaa. Hivi ndivyo wanavyofanya watu. Alinikumbusha tena kwamba pamoja na kuwa tukujaa kwenye gari, lakini gari iliondoka kwenye muda ambao tiketi zimeandika. Na kadri tulivyozidi kwenda mbele ndivyo ambavyo abiria walizidi kuingia ndani ya gari. Nikacheka sana, kisha nikamwambia, "Nimeona kakaangu." Lakini pia akaniuliza, "Vipi, utafika mpaka Arusha?" Nikamwambia, "Hapana, sifiki mimi Arusha." Akaniambia, "Sasa unaenda wapi?" Nikamwambia, "Mimi naenda Moshi." Akaniambia, "Kumbe wewe ni Mchaga?" Nikamwambia, "Hapana. Kwani Moshi wanakaa Wachaga tu?" Akasema, "No, nimetaka kufahamu tu." Akasema, "Hapana. Kitu ambacho ukijui mimi sio Mchaga, ile nimezaliwa na kukulia Moshi tu." Akaniambia, "Kwani wewe unaitwa nani?" Nikamwambia, "Mimi naitwa Halima Mgaza." "Mgaza ni watu wapi vile?" Nikamwambia, "Tanga." "Tanga sehemu gani?" "Handeni." Kumbe ndo maana nini tena? Uko mzuri sana. Alafu sijui kwa nini Mungu amewapendelea sana watoto wa Kitanga. Yaani ukimuona kama ukiambiwa msichana anatokea Tanga basi ujue lazima atakuwa ni kifaa kweli kweli." Akasema maneno ambayo yalinifanya nitabasamu na kuzidi kuingia na aibu. "Kweli tena nakwambia. Yaani wala hata sikutani Halima. Mungu amejua kukuumba. Yaani kwa jinsi ulivyo unaonekana kabisa siku ambayo Mungu alikuwa akikuumba ilikuwa ni siku yake ya mapumziko. Hivyo alikuwa ametulia akikuumba mtoto mzuri kama wewe." Aliniambia akiongeza chumvi kama ambavyo ni kawaida kwa wanaume wengi sana. "Acha masiara yako bwana." Nilimwambia huku nikiendelea kuona aibu iliyoambatana na kicheko cha chini. "Huo ndio kweli Halima, siwezi kudanganya." "Haya bwana, basi umeshinda. Lakini pia hujaniambia unaitwa nani?" Nilimuuliza tena. Samahani sana." Aliniambia kwa sauti ya chini iliyojaa upole huku akinitazama kama ilivyokuwa kawaida yake. Yaani kuongea kote huku kumbe nilikuwa sijitambulisha." Aliniambia tena, "Bwana, hebu niambie unaitwa nani, acha maneno mengi." "Mimi naitwa Nurdin." Alijitambulisha hatimaye. "Unaitwa Nurdin?" "Ndio." "Okay, umetokea wapi Nurdin?" "Nimetokea Tanzania." Alijibu kwa kifupi. "Serious bas?" Nikamwambia nikionyesha kwamba alikuwa amezidisha masiara. Akaniambia, "Jamani, kwani sifai kuzaliwa hapa Tanzania?" "Hapana, sijamaanisha hivyo bwana Nurdin, ila unaonekana asili yako kama ni Mwarabu hivi." "Ndio, hata hujakosea. Mimi ni Mwarabu, nimechanganya rangi. Baba yangu ni Mwarabu ila mama yangu ni Mtanzania halisi." Aliniambia Nurdin, kisha akaniuliza, "Hapa ninavyokujua ushindi kuniuliza mama yangu ni kabila gani?" Aliponiambia hivyo nikacheka sana. Kwa muda mfupi ambao niliutumia kuzungumza na Nurdin ndani ya basi, nilijikuta nikiwa ni mwenye furaha sana. Muda wote nilitamani kuendelea kuzungumza naye kwa sababu alikuwa ni mchangamfu, lakini pia kila alipokuwa akizungumza neno alilotamka lilinifanya nizidi kuvutiwa na aina yake mazungumzo. Ilikuwa hivyo na ilikuwa ni mpaka tulipofika kituo cha Tegeta. Kisha akaniambia tena, "Unajua Halima, nimesahau kuuliza kitu." "Kitu gani tena Nurdin jamani? Kwani unasoma?" "Hapana, sisomi." "Kwa hiyo unafanya issue gani?" Nikamwambia, "Mimi ni mjasiriamali." "Ambaye unajihusisha na nini?" Kufikia hapo
Nilijaribu kumwelekeza kwamba mimi nilikuwa nikifanya biashara yangu ya pilipili, ambapo Nurdin alionekana kunipongeza sana, huko akisema wanawake wengi sana hawapendi kufanya kazi siku hizi, wanapenda kufanywa kazi, lakini wanapenda kutunzwa na wanaume. Lakini alinipongeza kwa kuwa na uthubutu wa kufanya biashara na kujishughulisha mwenyewe. Kisha akaniuliza tena swali lingine, hivi Halima, umeshawahi kuumizwa kwenye mapenzi? Ndiyo, nikamjibu. Kweli na huo uzuri uliokuwa nao bado kuna mwanaume mpuzi ambaye anadiriki kuumiza? Nina kitu gani special mpaka nisiumizwe? Nimeumizwa sana na mapenzi kama wengine wanavyoumizwa tu. Ina maana unataka kuniambia kwamba umeshawahi kulia kwa sababu ya mapenzi? Ndiyo, tena zaidi ya mara moja. Nina mkosi sijui. Hii jamani Halima, yaani ulivyo mzuri hivyo, hebu niambie ilikuwaje? Sitaki hata kukumbuka Nurdin. Ndio maana nasema nyinyi wanaume mnajijua wenyewe na tabia zenu. Sio wote lakini Halima. Najua sio wote ila wengi mnafanana. Natamani kufahamu sana wewe mwanaume mpuuzi ambaye alikuacha mtu mzuri kama wewe. Achana nayo bwana hiyo story Nurdin. Mapenzi yanaumiza sana. Kwani bado upo naye? Bado unajisikia kuumia kuhusu yeye? Hapana, nilishaachana naye kitambo sana. Ilikuwaje kwani? Ni story ndefu. Ni hadithi basi kwa ufupi. Nurdin na wewe jamani. Sawa. Japokuwa sikuwa tayari kumsimulia, lakini niliamua tu kumsimulia Nurdin mkasa wangu. Nikamwambia katika maisha yangu mimi niliwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanaume wawili tu. Mmoja alikuwa anaitwa William na mwingine John. William ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza ambaye alinifanya nijue tamu ya dunia ya mapenzi, lakini pia nilikuja kufahamu maumivu ya kimapenzi. Kipindi hicho nilipokuwa na uhusiano wa kimapenzi na William, tulikuwa bado wanafunzi ambao tulianzisha mahusiano yetu tulipokuwa kidato cha pili mpaka tulipofika kidato cha 4. Baada ya kufanya mtihani wa taifa wa kidato cha 4 kumalizika, matokeo yalipotoka, mimi sikuweza kuchaguliwa kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na 6. Lakini kwa upande wa William, yeye aliweza kuchaguliwa kuendelea na masomo hayo, jambo ambalo naweza kusema lilichangia kwa asilimia kubwa kuvunjika kwa mahusiano yetu, kwani alipokwenda kusoma advance na mimi nikawa niko nyumbani, hapo ndipo ilikuwa ni chanzo cha sisi wawili kutokuendelea na mahusiano. Kwa maana nyingine naweza kusema chanzo ilikuwa ni kuwa mbali, wanaita long distance relation. Lakini John yeye alikuwa ni mwanachuo mwenzangu ambaye nilisoma naye wakati ule ninasoma uhasibu katika chuo cha CBE. John nilikuwa nampenda sana. Lakini mwanaume akishajua kwamba unampenda, anafanya vitu vingi sana. Anafanya visa vingi sana pia. John nilimpenda, lakini mwisho siku alianza kubadilika. Siku baada ya siku, kila siku nilikuwa nalia sana kwa ajili ya John. Nilijaribu kuzungumza naye nini kimebadilika, tuendelee na maisha yetu, lakini John hakuwahi kujali. Naweza kusema John alikuwa anajua uzoefu wangu kwamba anampenda sana. Na ni kweli nilikuwa nampenda sana John. Lakini John alikuja kunipiga pigo moja kubwa sana katika maisha yangu. Pigo ambalo lilinifanya nigairi kabisa kuendelea kuwa naye. John alinifanyia vitu vingi, lakini John kutembea na rafiki yangu kipenzi ilikuwa ni sababu mimi kushindwa tena kuendelea kuwa naye. Hatimaye tukaachana. Na kiukweli John alinifanya nilie sana katika mahusiano. Niliamua kumpa mkasa huu Nurdin ambaye alivuta pumzi ndefu sana na kuishusha. Kisha akaniambia pole sana. Nikamwambia asante, nimeshasahau. Wakati mwingine utakiwa kuyachukia mapenzi, isipokuwa mtu aliyekuumiza kwenye mapenzi ndiye unastahili kumchukia mpaka kufa kwako. Aliniambia huko akijaribu kuwa mshauri kwenye mapenzi. Kisha nikamwambia sijasema kwamba nachukia mapenzi, ila moyoni mwangu bado naishi na maumivu. Nilimwambia sasa wewe umeumizwa na mwanaume mmoja tu unaumia hivyo, wale walioumizwa na wanaume 10 nao wafanyaje? Aliniambia kisha akaniuliza kwa utani kwa kicheka, haijalishi bwana mwewe kuumizwa na wanaume gani, ila maumivu ni maumivu tu unajua. Haya bwana, umeshinda wewe. Muda huo niliangalia dirishani kumuuliza Nurdin tulifika wapi, na alionekana kuwa ni mwenyeji zaidi yangu. Akaniambia kwamba tulikuwa tumekaribia kufika Zinga. Baada ya hapo tuliendelea kupiga story huku tukitazama TV. Kuna muda hata mimi mwenyewe mziki mzuri ni upendao ulikuwa ukionyeshwa kwenye TV. Niliangalia mpaka pale nilipomaliza, ndipo nikaendelea na mazungumzo na Nurdin. Ukimya kwa muda ulitupita, na baada ya kupita dakika kadhaa, mimi ndiye ambaye nilivunja ukimya huo na kumuuliza swali Nurdin. Lakini Nurdin, nimekwambia kuhusu mimi. Vipi kuhusu wewe? Akaniuliza vipi kuhusu mimi tena? Vipi kuhusu nini? Kuhusu maisha yako tu, afu kwa Arusha unapoenda unaenda kufanya nini? Afu mimi kwa bahati mbaya hata sifikia Arusha. Akaniambia Nurdin, unashukia wapi sasa? Ama na wewe unashukia Moshi? Hapana, mimi nitashuka mapema sana kabla yako. Ni wapi ambapo unashukia? Mimi nashukia Hedaru. Hedaru, unapafahamu? Ndio, napafahamu, huwa napasikia ninapopita. Ndo nyumbani kwenu? Naweza nikasema hivyo kwa sababu mama yangu ni mtu wa hivyo. Okay sawa. Safari ikaendelea mpaka pale tulipofika Msata. Muda wote huo tulikuwa tukipiga story mbalimbali.
Na hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa mpaka baadaye nilijikuta nikifurahia sana safari ile ambayo nilikuwa na Nurdin, na hii ni kutokana na vile ambavyo Nurdin alikuwa akinipigisha story na kunipa furaha muda wote. Lakini wakati tukiendelea na safari, kabla tujafika Kabuku, ndipo hapo Nurdin alipoanza kunitongoza. Yani ilikuwa ni ndani ya masaa machache tu ambayo tulikuwa tumefahamiana na kuzoeana. Tayari eti alinipenda na alikuwa tayari kuishi na mimi. Nurdin niliona kama ananitania. Lakini nilihisi labda alitaka pia kunitongoza kwa sababu nilikuwa nimemwambia nimeumizwa na nipo single. Nikamwambia hapana, siwezi. Sio lazima nikubalie leo. Unaweza ukaendelea kujifikiria, utaniambia hata siku nyingine. Siku gani tena Nurdin? Mimi na wewe tutaonana tena? Nurdin akaniambia kwamba wapenda nao siku zote huwa wanaonana. Maana unataka kuniambia nikikomba namba yako ya simu utaninyima? Sijamaanisha hivyo Nurdin. Namba lazima nitakupa. Basi jibu langu utanipa kwenye simu. Ukishamaliza kunifikiria na endapo ukiona nastahili kukufuta machozi na maumivu ulionayo moyoni mwako, basi utaniambia. Una maneno wewe Nurdin? Hapana Halima, naongelea tu ule ukweli ambao uko ndani ya moyo wangu na hisia zangu. Sawa bwana, basi umeshinda. Mimi sina cha kusema tena hapo. Nikamwambia. Safari ikaendelea tena kwa ukimya, lakini ghafla nikajikuta napatwa na usingizi wa ghafla. Nilijaribu kupambana na usingizi huo lakini haikuwezekana. Akaniambia na kuona unagawa viwanja tu. Nurdin alinisemesha kitu ambacho sikukielewa kabisa. Kwa nini? Nilimuuliza huku nikifikisha macho yangu. Akaniambia unasinzia, unayumba. Sisi huwa tunaita kugawa viwanja na mashamba. Akanitolea mfano wa kile alichokuwa amekizungumza. Nikajikuta natoa kicheko hafifu sana. Ni dhahiri kwamba nilikuwa nimechoka sana na nilihitaji kupumzika. Usiumize shingo yako binti machozi, waweza kujilaza hapa au hapa pengine. Akanionyesha bega lake kama sehemu ya kwanza, lakini pia akanionyesha mapaja yake kama sehemu ya pili ambapo alitaka nipumzike kwa kujilaza. Nijaribu kupinga lakini usingizi ulinizidi nguvu, hivyo nikaamua kujilaza katika mapaja yake na kusikia harufu nzuri sana yenye manukato ambayo nilikuwa ningepata moja kwa moja kwa sababu nilikuwa karibu sana na Nurdin. Sikuwa na uhakika sana kama ilikuwa ni ndoto ama ni kweli, lakini Nurdin alikuwa akichezea nywele zangu. Kutokana na ule usingizi sikuweza kumzuia, na hata usingekuwa ni usingizi bado nisingemzuia. Ni kwa sababu nilikuwa nafurahia na kuburudika sana vile ambavyo Nurdin alikuwa akichezea nywele zangu. Ile namna ya kupapaswa ikanifanya nimkamate kwa nguvu sana Nurdin, na hapo hatukuwa tena ndani ya ile gari bali tulikuwa mbali kabisa katika msitu wenye miti mingi pamoja na majani marefu. Nilikuwa naogopa sana wakati huo. Nikamuuliza Nurdin kwa kurudia, mpenzi wangu, huku ni sehemu salama kweli? Usiogope, upo katika mikono salama. Huku ndiko kwetu nilikozaliwa. Tunakwenda kuona baba na mama yangu. Wanakusubiri kwa hamu sana. Yani hawaamini kuwa nimekupeleka leo. Alinijibu kwa upendo mkubwa sana Nurdin. Kumbuka haya yote nilikuwa nikiyaona wakati nikiwa nimejilaza katika mapaja ya Nurdin. Nikaendelea kumshika kiuno chake na mkono wake. Sikuwa tayari walau waniache hata nusu sentimita katika eneo lile, japo palikuwa pananitisha. Lakini ghafla tulifika katika mti mkubwa sana wenye miba. Manukato yangu ninayojipulizia huwa nayatoa kwenye mti huu. Akanielekeza Nurdin. Na miba yote unatoaje sasa? Unayapenda manukato yangu? Aliniuliza. Badala ya kumjibu nayapenda mno, nikamjibu pale. Akaniachia na kisha akanisukuma kuelekea katika mti ule wenye miba. Mama! Nikajikuta nikipiga kelele huku nikijikunja kujiangalia na maumivu ya kukutana na miba ile. Halima! Nurdin akanistua kutoka katika mapaja yake. Nikakurupuka na kukaa sawa katika siti yangu. Mbona unatetemeka na umekuwa kujiviringisha hivyo? Akanioji akionekana kuwa ni mwingi wa mashaka. Hali hii kanifanya na mimi kubaki katika mashaka nikiwa sina la kuweza kuelezea. Nimeota ndoto ya ajabu sana Nurdin. Nikamwambia kwa utulivu, umemwota bidada? Akatania kimaanisha ile mama niliyegombana naye siti asubuhi. Ilikuwa ni mbele ya Chalinzi ambapo gari iliharibika kwa mara ya kwanza, na hivyo kutupata nafasi watu kushuka kunyosha miguu na pia kupata kifungua kinywa. Nakumbuka siku ile nilikuwa natamani sana kunywa chai, lakini nilikuwa naogopa kuachwa na gari. Ikabidi nimwambie wazazi wangu Nurdin ambaye aliniambia gari ile haiwezi kupona muda ule. Kwa hivyo kama nikitaka kunywa chai nikanywe, kama nikitaka kuoga na kubadili nguo pia nifanye hivyo, lakini gari bado lipo sana mpaka jioni. Kisha nikamwambia una uhakika gani na maneno yako? Akaniambia niamini mimi nimekaa kwenye magari zaidi ya miaka 10, na ukimuuliza mhudumu hapa atakwambia gari itaondoka sasa hivi, lakini haiwezi. Na kweli nikafanya hivyo. Nilimuuliza mhudumu ambaye akasema usimsikilize huyo mwenzako, gari tunaondoka ndani ya dakika 2. Dakika 2 zikapita, dakika 20 zikapita, kisha saa likapita. Hakukuwa na dalili ya gari kupona wala dalili kutengamaa. Hatimaye ikapita saa zima.
Kisha Nurdin akaniambia, umekumbuka maneno yangu? Nilikwambia kwamba hatutaondoka ndani ya dakika 2. Nikamjibu ni kweli. Na baadaye gari lilikuja kupona majira ya jioni kabisa, ambapo tukarejea ndani ya gari na gari likaondoka, na dakika nyingine tena 15 tukawa tumeanza safari. Kwa kuwa nilikuwa nimeshiba sana siku ile, nikajikuta tena nikitaka kulala usingizi. Nikajikuta tena na usingizi na sikuweza kujilaza katika mapaja ya Nurdin. Niliamua tu kuegama kwa ajili ya kulala. Wakati nipo usingizini, niliota ndoto ya ajabu tena. Ndoto yenyewe niliota nipo porini majira ya usiku sana, lakini muda huo sikuwa peke yangu. Mbele yangu lisimama Nurdin ambaye mkononi nilimuona akiwa ameshika sinia kubwa lilikuwa na nyama mbichi pamoja na bakuli lenye damu. Viungo nilivyoviona katika sinia hilo kama vile mikono, miguu pamoja na kichwa viliweza kunipa picha halisi kwamba nyama hiyo iliyokuwa kwenye sinia ilikuwa si nyama ya kawaida kama ambavyo nilidhani, bali ilikuwa ni nyama ya binadamu. Tena ilikuwa ni nyama ya mtoto mchanga. Na hata ile damu iliyokuwa katika bakuli bila shaka ilikuwa ni damu ya mtoto huyo mchanga. Kiukweli niliogopa sana. Mpaka kufikia hapo sikujua Nurdin alikuwa na lengo gani na kwa nini alishika sinia hilo lenye nyama ya mtoto mchanga na bakuli la damu huku akiwa amesimama mbele yangu. Naweza kusema ni kama vile Nurdin alijua nilitingwa na hofu, hivyo aliamua kunitoa hofu. Usiogope Halima, aliniambia Nurdin. Kumbuka haya yote yanayoendelea ni katika ndoto ambayo nilikuwa nimeiota nikiwa nimelala baada ya gari kuanza upya safari, mara baada ya kuwa nimeshiba na mara baada ya kuwa tumepata muda wa mapumziko sana, na sasa nilikuwa ndotoni. Nurdin akaniambia, usiogope Halima. Kisha nikamuuliza, nisiogope? Hiyo si ni nyama binadamu Nurdin? Nilimuuliza kwa sauti iliyojaa hofu sana. Ndiyo, tena huyu ni mtoto mchanga, alinijibu kwa kicheka sana. Kwa jinsi alivyonijibu kirahisi na kucheka, unaweza ukadhani labda alikuwa akiniambia kuwa hiyo ni nyama ya ng'ombe au nyama ya mbuzi, lakini kumbe aliniambia ilikuwa ni nyama ya binadamu. Kwake hilo lilionekana ni jambo la kawaida kabisa. Alafu uogopi, unaniambia kabisa kuwa hiyo ni nyama ya mtoto mchanga? Nilimwambia huku nikijikaza kisabuni, lakini ukweli ni kwamba kwa wakati huo nilikuwa nikiogopa kupita maelezo. Kuna wakati nilitamani kukimbia, lakini nilipotaka kufanya hivyo nilishindwa. Miguu yangu ilikuwa ni mizito sana. Nimekwambia usiogope na wala usijaribu kukimbia, alirudia kuniambia, kisha akanisogelea karibu yangu. Muda huo nilikuwa nikitetemeka mwili mzima mithili ya mtu aliyemwagiwa maji wakati wa baridi kali. Siwezi Nurdin, naogopa, nilimwambia kwa sauti ya hofu huku nikiendelea kutetemeka. Unaogopa nini sasa Halima, wakati hii nyama na damu nimekuandalia wewe mpenzi wangu? Aliniambia. Ni kwa ajili yangu Nurdin? Ndiyo, nimekuandalia zawadi. Unatakiwa uile nyama yote pamoja na kuinywa hii damu. Hapana, sitaweza. Utaweza, usijali. Siwezi kula nyama binadamu mwenzangu. Nimekwambia utaweza, aliniambia Nurdin. Alipoona nimezidi kukataa kuila ile nyama ya mtoto mchanga, ndipo alipoamua kunishika kisha akataka kunilisha kwa nguvu sana. Nilipiga kelele nyingi sana za kuomba msaada, na mara ghafla nilishtuka tena kutoka usingizini. Nikajikuta niko bado ndani ya basi huku safari ikiendelea kama kawaida. Vipi, uko sawa? Aliniuliza Nurdin mara baada ya kuniona nimeshtuka sana. Ndiyo, niko sawa. Sijui unaota madudu gani haya jamani, nilimjibu huku nikilalamika sana. Mbona umeshtuka hivyo? Aliniuliza Nurdin huko akionyesha kuwa na shauku ya kutaka kufahamu ni kitu gani kilichonishtua kiasi hicho. Nilikuwa nimeota ndoto mbaya sana, nilimjibu huku nikijishika kifua kwa sababu nilikuwa na hema sana. Umeotaje kwani? Nurdin aliniuliza. Ndoto yenyewe mbaya tu, nilimjibu nikamkatisha kwa sababu niliogopa kumsimulia ndoto ambayo niliyemuotea alikuwa ni yeye mwenyewe. Hata ungekuwa wewe, ungeweza kweli kumwambia kwamba Nurdin nakuota kwenye ndoto na nifanyia vitu vya ajabu? Hapana, hata mimi sikuweza. Umenishtua sana, aliniambia tena Nurdin. Usijali bwana, niko sawa. Sawa, akaniambia kisha akaendelea kuwa busy na simu yake. Nilibaki nikijiuliza ni kwa nini nilikuwa naota ndoto zile na kwa nini katika ndoto nilikuwa namuona Nurdin, na sikupata majibu ya maswali yangu. Kuna wakati nilitamani sana kumwambia nilivyoota, lakini nilisita kufanya hivyo. Nikabaki na mawazo yangu mpaka pale ambapo usingizi ulinipitia kwa mara nyingine tena, nikamuota Nurdin. Safari niliota nikiwa nafunga naye ndoa, lakini kitu cha kushangaza, watu ambao walihudhuria kwenye ndoa hiyo walikuwa waonekani vichwa, yani walikuwa wakionekana kuanzia kiwiliwili kushuka chini. Jambo hilo liliniogopesha sana. Nilimwangalia Nurdin ambaye muda huo hakuonekana kuogopa hata kidogo. Tuondoke, nilimwambia. Twende wapi tena mama? Nurdin aliniuliza tukiwa katikati ya sherehe. Nyumbani wapi tena? Wakati hapa ndo nyumbani kwetu na hapa ndo tunatakiwa kuishi mimi na wewe. Tutaishi wote hapa? Nilimuuliza Nurdin kwa kuogopa sana. Kisha Nurdin aliniambia kwamba ndio, pale ndiko nyumbani kwao na baada ya ndoa anataraji kwamba mimi na yeye tutaishi pale. Lakini akaniuliza pia, hujui kwamba mimi nimeshakuwa mumeo? Nikamuuliza kwani hapa ni wapi? Nurdin akaniambia hapa ni Ujinini na hao unaoona ni ndugu zangu. Aliponijibu hivyo, wale watu walinitambulisha kuwa ni ndugu zake ambao walikuwa wakionekana kuanzia kiwiliwili wakaanza kunisogelea.
walikuwa kama 20 hivi na wote walikuwa wanataka kunishika mkono kama ishara ya kunisalimia. Sitaki jamani, naombeni mniache, nilisema huku nikipiga kelele, lakini hakuna mtu ambaye alinisikiliza. Waliendelea kufanya hivyo kwa lazima, na ndipo hapo nilishtuka kutoka kwenye ndoto hiyo ya kutisha. Nikajikuta nipo tena ndani ya basi. Nikamwangalia Nurdin pembeni yangu ambaye kwa muda huo alikuwa amelala. Hakuwa na habari yoyote ile. Kwa nini namuota huyu kijana kila wakati? Nilijiuliza moyoni mwangu bila kupata majibu. Safari iliendelea huku kichwani mwangu nikiwaza na kuwazua juu ya ndoto hizo mbili nilizoziota zilikuwa na maana gani. Kuna wakati niliamini nilikuwa namuota Nurdin kwa sababu nilitokea kuzoeana naye ndani ya muda mfupi ambao tulifahamiana safarini. Hiyo ndio sababu ambayo niliamini kwa 100% kwamba pengine ndio ilisababisha nikawa namuota vile Nurdin. Ilikuwa hivyo mpaka pale ambapo tulifika mji unaoitwa Korogwe, ambapo huo ndio mji maarufu kwa kuwa hoteli nyingi katika barabara hiyo ya Segerea hadi Moshi na Arusha, ndipo ambapo watu wengi hufika hapo. Tulipofika Korogwe, basi letu liliingia kwenye hoteli moja maarufu ikasimama kwa ajili ya abiria kupata chakula. Ndio Nurdin alikuwa tayari ameshaamka, hivyo tulishuka wote kwa pamoja tukaingia ndani ya hoteli hiyo. Tuliagiza chakula na kula haraka kutokana na muda mfupi. Si mnajua tena kwenye mabasi kunakuwa na dakika ambazo zinatolewa kwa ajili ya kula chakula. Lakini Nurdin alilipia chakula kile. Nikamshukuru kisha tukaondoka hotelini hapo na kukimbilia basi. Ndio dereva alikuwa tayari anapiga honi nyingi sana akimaanisha kwamba turudi katika magari. Tulipanda kwenye gari pamoja na abiria wengine. Tulipomaliza kuinea kila mtu kwenye siti yake, baadaye tukaondoka. Lakini haikuchukua muda mrefu sana basi letu lilipata tatizo la pancha gurudumu moja la mbele. Ikabidi dereva aegeshe gari pembeni lilitengenezwa. Baada ya matengenezo kumalizika, tuliondoka kuendelea na safari yetu nyingine. Mpaka tunafika Hedaro, kituo ambacho ndicho Nurdin alikuwa akishuka. Nilikuwa nimezungumza naye mambo mengi sana. Sikusahau kumpa namba yangu ya simu na yeye pia alinipa namba yake ambayo nilisave pia. Baada ya basi kusimama, aliniaga huku akinitakia safari njema kisha akashuka zake. Kitendo cha yeye kushuka ndani ya basi hilo pamoja na abiria wengine, ndipo hapo alipanda dada mmoja aliyevalia vazi la hijabu, na alipokuja alikuja moja kwa moja pale ambapo Nurdin alikuwa ameondoka. Kwa maana hiyo alikuja kwenye siti ambayo mimi nilikuwa nimekaa. Dakika chache baadaye basi liliondoka, tukaendelea na safari yetu. Lakini tangu alipopanda dada yule katika ile basi na kusalimiana naye, kiukweli sikuwa na amani naye hata kidogo, na wala sikuwa na muda nao hata kidogo. Japo alionyesha uhitaji wa kuzungumza na mimi, lakini nilikuwa nikimjibu kwa kifupi yale ambayo ilimfanya asizidi kuniuliza maswali mengi. Ilikuwa hivyo mpaka pale ambapo tulipita Makanya, na kwa wakati wote tulikuwa tukitafuta Sami, ndipo hapo akaamua kuvunja ukimya uliokuwa umetawala baina yetu. Samani, hivi wewe ni mwenyeji wa Moshi? Ndio, umejuaje kwani? Nilimjibu kisha nikamuuliza. Nimeuliza tu maana mimi ni mgeni wa ninapoenda, na ninapoenda ni Moshi. Alinijibu. Moshi sehemu gani? Sehemu moja hivi inaitwa Shabaha. Sijui unapafahamu? Oh, hapo napafahamu. Ndio, tayari nimeshawasiliana naye, ameniahidi kuwa nitamkuta stand. Alinijibu hivyo ile binti akimaanisha kwamba hapafahamu anapokwenda, lakini tayari amekwisha kuwasiliana na mwenyeji wake kwamba aje kumchukua wakati ambapo atakuwa amefika. Sawa, kama amekwambia hivyo ni vizuri. Kwani hapa tumefika wapi? Hapa tunakaribia Same. Sawa, aliniambia kisha akaichukua simu yake. Nikamwona kama anaandika ujumbe mfupi, nikahisi moja kwa moja atakuwa anamwandikia ujumbe mfupi wa mwenyeji wake kumfahamisha kwamba kwa wakati huo alikuwa anakaribia Same. Huo ndio ulikuwa mwisho wa mazungumzo yetu. Ukimya wa muda ukatawala. Lakini sijui ni nini kilitokea kwa muda mfupi ambao nilikaa kimya, nikajikuta akili yangu ikianza kumfikiria Nurdin. Wakati nikiendelea kumfikiria kichwani mwangu, ndipo hapo niliposhangaa kumuona yule dada niliyekaa naye kibadilika na kuwa Nurdin. Mpenzi msikilizaji wa simulizi hizi pendo ambazo zinapatikana katika chaneli hii ya Juma Hizo Story, mkasa wetu wa leo unafahamika kwa jina la Nilivyosafiri na Jini kutoka Dar es Salaam mpaka Moshi. Mkasa huu umeandikwa na Juma Hizo mwenyewe, na mkasa huu uko na sehemu mbili, kwa maana ya sehemu ya kwanza lakini pia sehemu ya pili ambayo pia ni ya mwisho kabisa katika mkasa huu mfupi na wa kweli ambao mwanadada Halima ameamua kutusimulia leo, akiwa anaamini kwamba kuna watu wengi sana watakwenda kujifunza jambo. Simulizi yetu ndo kwanza imefikia sehemu nzuri sana. Kwa nini Halima anamuona Nurdin ndani ya umbo la yule dada ambaye amekaa katika siti yake? Tutapata majibu katika sehemu ya pili ambayo pia itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa simulizi yetu hii. Kumbuka nimekuambia simulizi inaitwa Nilivyosafiri na Jini kutoka Dar es Salaam mpaka Moshi, simulizi ambayo imejawa hisia nyingi sana, lakini imejawa na mafunzo mbalimbali ambayo ukitazama kwa namna moja ama nyingine kwako yatakuja kukupa manufaa. Kwa wakati huu ni kuage tena, tutakutana katika sehemu ya pili ya simulizi hii, na simulizi hii imeandikwa na Juma Hizo kama ambavyo nimekuambia hapo mwanzo, lakini mimi ambaye ninakusomea